Yes, habari zenu ndugu zangu, wapenzi wa kipindi cha You Know About Movie ndani ya mjengo mzima wa Indundi TV. Siku ya leo tumekuja kitofauti sana mwanangu. Akisha tumekuja kuongelea industry nzima ya filamu za Burundi. Ukiangalia sana kwenye industry nzima ya filamu za Burundi kumekuwa mapungufu makubwa sana katika waigizaji. Ngoja nikwambie ni kwa nini. Chanzo ni kwamba waandishi wa movie vile vile na wa director wa movie wanakuwa na upungufu mkubwa sana, lakini kwa upande mwingine wanajifanya wanajua sana, lakini baada ya hapo kija kuchunguza movie unaona movie imeanguka. Movie imetoka ndivyo sivyo. Yani yote yanatokana ni kwa nini? Ni kwa sababu watu wengi sana wamejichukulia kazi, yani awe director, awe mtunzi, sijui awe nani, awe cameraman, awe nani, sijui. Yani vitu vyote amejibania yeye. Hiyo ni shauri moja kubwa sana kwa watunzi wa movie. Inabidi tuachiane nafasi ili kuweza kuboresha movie zetu. Yapo wewe kama ni mpenzi wa kipindi hichi cha You Know About Movie, leo utajua mengi sana. Fanya mchezo huu, uende kusubscribe channel yetu na ni vile vile uende pale kwenye alama ya kengele, bonyeza pale ili kuweza kupata notification zote. Basi leo tuna mgeni, karibu. Yap, kizazi sana mwanangu, hapa tumeangukiwa leo na mwigizaji mkubwa sana nchini Burundi, anayekubalika sana na mashabiki wake wanamfahamu sana. Bro, mambo vipi? Poa poa. Habari za siku bro? Nzuri tu. Akisha leo unafurahia sana kunyangua kwenye mjengo mzima wa Indundi TV, unajisikiaje? Ya, na mimi nasikia furaha kabisa. Asante sana. Hapa sana kwanza moja yote ni kwamba nataka ujitambulishe kwa mashabiki wako, labda kuna wale ambao walikuwa labda wanakuona tu hawajui jina lako, na kuna wengine ambao wanatamani walisikia jina lako ukilitamka peke yako. Ya, mimi ni Mablu. Ya. Mablu, mkazi wa wapi? Naishi Kamenge. Vizuri sana. Na kwenye kipindi chetu cha You Know About Movie watu tunaongelea sana masuala ya tasnia nzima ya filamu. Kwanza kwa upande wa uigizaji, uko sehemu gani labda? Mimi ni actor na pia niko director. Asante sana. Na ni ugumu upi ambao unaopata kwenye upande wako wa kuact movie hapo wakati unapokuwa location? Ya, ugumu kabisa katika hii game. Magumu ni mengi. Siwezi nikasema ugumu tu. Magumu ni mengi, lakini tunapambana. Tegemea ukiingia location, unakutana umeomba sehemu ya kuchezea, wanakupatia ni masaa, tegemeana na au kulipia ile fasi. Unakutana huko unacheza hujamaliza, nakwambia hujamaliza, tuko tunahitaji hii fasi. Ya, magumu kama hayo ndio tunakumbana nayo mara nyingi kwenye location. Vizuri sana. Na ukiangalia kwenye nchi zingine ambazo zimeshaendelea, muda mwingi sana unakutana wanatumia location ambazo wamekodi, mfano wamechukua manyumba ile kwa siku 3 siku 4. Kwa nini nyinyi hapa Burundi hasa mfanye hicho kitu kwa sababu ya kuepusha hayo madhara? Ya, kwa tufanye kitu kama hicho inategemea na uwezo. Yaani kimovie hapa Burundi tungali chini. Ukiingia kwenye location, kikodi vifaa vya kutumia, na unajikutana nyuma safari unashuka kuliko kuendelea. Kwa hiyo sasa kutegemea kisi tunavyopenda kazi, ndio maana tunakoga tunatafuta huku na kule ili tufanye kazi. Sometime tuna kodi, kuna location zenye tunalipia, lakini sio zote. Ya, sio zote. Yes, na ukiangalia kwa upande mwingine wasanii wengi sana wanalia swala la location, wanasema kwamba baada ya location Burundi kupata na kuwa shida. Kama jinsi ulivyoongea kwamba unaenda kumwomba mtu nyumba, anakupatia masaa, anakuambia utashuti hivi na hivi, kwa hiyo saa fulani ikifika unatuachia. Sasa ni kipi haswa? Ni kwa sababu wale watu wanashindwa kujua maendeleo ya filamu hapa Burundi, au wanashindwa kuelewa support ya waigizaji kwa serikali? Ya, unajua movie ni kitu kirefu. Movie kwa mfano unaweza uko na scene 3 za kuact nyumba fulani. Hizo scene 3 huwezi kuziact kwa saa moja. Unasikia? Unakutana mwenye nyumba kabisa hiyo nafsi ya kukupatia hiyo location iko nayo, lakini unakutana mke wake wala mume wake hivyo hajachukulia hivyo, lakini kwa sababu yeye anapenda anaamua tu kukupatia masaa madogo ili mfanye. Unaona? Unafuna kutana hatuko tunafanya kazi vizuri. Kwa sababu atakwambia katika saa 2 umeshamaliza. Na wewe unakutana uko na sene 3, 4, 5 za hapo
unakutana kuna harakisha. Na sijui kama labda kwa upande mwingine ikiwa ni huyo baba na ana mambo kama hayo, aidha ni yule mama ana mambo kama hayo, anashindwa kuelewa thamani ya movie nchini Burundi. Kwa hiyo ni shauri gani ambao unaitoa kwa mtu huyo? Unajua ili movie zipendwe ni sisi kwanza wasanii. Mimi siwezi nikamkula mwali mtu wote ule. Unaona? Katika hao watu ambao hawajaelewa mambo ya movie ni kwa sababu sisi wenyewe wasanii hatujatia nguvu nyingi, tutumike, tuwaoneshe kisi tunakuza jina la nchi yetu na tunalifikisha mbali. Unaona? Kimataifa. Kimataifa. Kipindi wataona tunasikika kimataifa, tunafika mbali, nchi yetu inajulikana kupitia movie, na imani ambayo wote utamwambia nazime nyumba atakupa. Unaona? Na hao watu ambao hawajaelewa wafuatilie kazi zetu. Mimi nawaomba wafuatilie kazi zetu, na imani wakishafuatilia kazi zetu nyuma watapenda. Sasa kiupande mwingine, kwa sababu kuna kitu ambacho umekizungumza, labda utata unatokea mkubwa ni pale ambapo unataka kufanya movie yako siku ya shooting kivile. Sasa unakwenda kuomba nyumba, wanakaa wanakusumbua. Sasa kwa nini nyinyi waigizaji msijikazi hasa kwa swala la location, kusema kwamba nataka kufanya movie yangu ili ije kuwa nzuri na stahili kukodi vitu na stahili kuomba hivi na hivi? Au je, ni nyinyi mnakuwa wavivu kutafuta wa manager wakawasaidia hizo kazi hao? So hakuna mtu ambaye anaweza kuwa mvivu kwa kutafuta manager. Hapana. Ila kupata manager ndio shida. Wanasema eti kizuri kinajiuza. Hiyo ni kweli na vizuri viko, lakini Warundi wengi, unaona, wengi hawafuatiliaji mambo ya movie. Ukiangalia hapa Burundi, muziki ndio uko juu na mambo ya michezo, lakini movie ngali chini. Unaona? Sasa kwa mtazamo wako unaona inatokana na nini? Mimi naweza nikasema yani movie haina promotion ya kuenea. Ukiangalia TV zote za hapa Burundi hakuna hata moja kuna kipindi cha movie. Zaidi ya Indundi, kuna Indundi TV. Zaidi ya Indundi. Unaona? Zingine nazo zote TV zote hazina hicho kipindi. Sema naweza nikawashukuru sana kwa kuwa mmewaza kitu kama hicho, na Mungu awasaidie na mzidi kutusaidia kabisa. Asante sana mzee, tunashukuru kwanza kwa upande wa Indundi TV kwa sababu ni TV mojawapo ambayo imekuja kusupport vijana na vipaji ambavyo ambavyo vinakosa njia ya kupita. Indundi TV ipo kwa sababu ya kuvipitisha. Kutokana na hilo swala, kuna jambo fulani ambalo umeliongea ukasema kwamba sisi hatushindwi kutafuta wa manager, kwamba lakini kazi zipo ni nzuri sana. Je, sasa kiupande wangu nikikuuliza wewe swali, ni wa manager wangapi ambao umeshawatafuta wakakuzingua? Wa manager wako na ni wengi tuliongea nao, lakini vikaisha njiani, havifiki. Hao sasa unawaambia nini saizi au unawashauria nini? Mimi nachoweza kuambia ni kuwa wafuatilie kazi zetu. Sijamwambia aje kunisupport bila angalia kazi yangu. Angalie kazi yangu kwanza. Na kiona kama inafaa anisupport, na kiona kama haifai anaambie penye pako makosa, anaambie anaambie ili nitumike na wewe. Nahitaji ufanye hivi. Niko actor na nina imani nitafanya vizuri. Safi sana mwanangu, nashukuru sana kwa majibu yako. Ni kama wewe ni shabiki wa Mr. Emma Blue, na vile kama wewe ni yule manager ambaye Emma Blue alimtafuta siku nyingi sana na mkosa. Kwa hiyo umesikia kilio na ombi la Mr. Blue la Mr. Emma Blue. Kwa hiyo yupo hapa anatoa malalamiko yake kutokana na wale ambao wanaowanyima location, wale wanaowanyima vitu ambavyo ni muhimu sana ili movie yao iweze kuwa vizuri. Kwa hiyo tunarudia tena kumsikia Emma Blue kutokana na kazi zake. Emma Blue, tunataka utuambie ni kazi gani ambayo wewe umeshaifanya na ikakubalika? Kuna Missed Call. Kuna na Linka. Vizuri sana. Hiyo Missed Call imetoka mwezi gani na hiyo Linka imetoka mwezi gani? Missed Call ilitoka mwaka 2017. Na ni Linka nayo imetoka huyo mwaka. Hapo tuongelee kuhusu Linka. Kwanza Linka ni nani? Linka ni nini sasa? Kwa labda sasa moja Linka mkutana ni jiwe mondani au Linka mkutana ni mzimu. Linka ni nini na Linka ni nani? Linka ni mwanamke
alikutwa na kisa fulani cha kubakiwa, kisa ya ugomvi wa ndugu. Kwani wa ndugu, mimi na mdogo wangu tulikuwa na ugomvi kutegemeana, sisi tulikuwa tunachangia baba, lakini tulikuwa tuchangii mama, lakini tulikuwa tunaishi fasi moja. Linka akakuja kumsalimia mdogo wangu, nikafanya majanga pale. Usiniambie mwanangu. Hizo ni stories za kweli, kwa sababu kwenye movie muda mwingine nasikia kuna watu wanajiba na kufanya kweli. Hivi ni kweli kabisa? Sio kweli, lakini tulikuwa tunaelimisha. Katika jamii ni kweli inatokeaga. Unaona, inatokeaga mtu anafanya kitu ajui madhara. Unaona. Lakini nyuma madhara ndio anakuwa vibaya. Wewe unafanya kitu unadhania kama ni kumkomesha fulani wala kuna nini, nyuma ndio unakutana inakuwa balaa. Vizuri sana. Na hiyo movie ya Linka, ni changamoto zipi ambazo ulikutana nazo wakati upo location una shoot, sijui wakati wa maandalizi mwanzo hadi mwisho? Changamoto ziko. Kutafutana na kisi, nimekuambia location ilikuwa ngumu, ilinisumbua. Kuna fasi tunaenda kucheza, tumeshakubaliwa. Tunafika kwa tuambia haitawezekana. Unaona? Pole sana. Haitawezekana, ikakuwa balaa. Ikabidi tuende kufanya nyingine location ambayo tulikuwa tukuandaa. Vizuri sana. Na kitu gani ambacho unakiandaa kukiachia Aiza, ni kitu gani ambacho unaandaa hapa ili kuweza kuleta surprise nyingine tofauti na Linka kwa mashabiki wako? Kipo, lakini naona nisisemi kwa sababu iwe surprise kingali jikoni. Vizuri sana. Na kwa upande wa tasnia ya filamu, ni kitu gani ambacho unashauri waigizaji wenzako ili waweze kutembelea, waweze kufikia malengo yao? Cha kwanza wapende kazi. Kuna wengine ambao wanaingia kwenye hii kazi kwa kujoke. Unaona? Wawaone, wana pass time. Yaani wawaone kama uko kwenye tasnia ya filamu. Wanatafuta jina lakini hawajachukulia hii kazi kama kazi. Unaona? Kama na hawawezi kuchukulia hii kazi kama kazi, waachie wenye wanataka kufanya hii kazi waifanye. Hapo kabisa. Mmesikia Mablue anasema kwamba wale ambao wanachukulia hii movie ni kitu cha kupita na kitu cha mtani, waachie wenye kazi wafanye kazi, kwa sababu wale wanakuwa wanawaharibia wao majina. Mablue, tunashukuru sana. Na kitu gani ambacho cha mwisho unakizungumza kwa sababu ya Indundi TV pamoja na kipindi chetu cha You Know About Movie? Cha kwanza nashukuru kwa kuwa mmenialika kwa siku ya leo. Cha pili, naweza nikawaomba mzidi kutusupport. Mzidi kutusupport kwa sababu kitu ambacho mmefanya, kipindi ambacho mmekifanya ni kipindi kikubwa sana. Unaona? Na ni kipindi kinakuja kuleta maendeleo katika nchi, katika tasnia ya filamu. Unaona? Hapa nchini Burundi. Unaona? Kitasaidia wengi na kitasaidia wengi kutoka, kwa sababu tulikuwa tunafanya kazi lakini tulikuwa tuna nafasi ya kutokea. Unaona? Kwa sababu ukiangalia wengine wanafanya wanapitishaga wanahoji wasanii wa movie, lakini sio kipindi maalum cha filamu. Unaona? Lakini nyinyi Indundi TV mliwaza kitu kama hiki na mkaamua mtusupport. Nashukuru sana. Asante sana. Kama unawe pia ni mwigizaji, umesikia, usikose kusubscribe channel yetu na usikose kututafuta sisi Indundi TV tuweze kusaidia, kwa sababu ndio malengo ya Indundi TV. Mwanangu, karibu sana, na na imani kwamba siku nyingine tukikuita utakuja. Thanks, nitakuja kabisa. Asante sana mwanangu. Nashukuru sana bro.